Karibu katika tafakari ya siku, leo ikiwa ni Jumatatu ya juma la 6 la Pasaka. Tunasoma Injili ya Yohane, sura ya 15, aya ya 26, hadi sura ya 16, aya ya 4a. Wapendwa katika Kristo, leo ningependa tujiulize swali moja rahisi, lakini lenye uzito mkubwa. Je, mimi ni msaidizi? Katika Injili ya leo, Yesu anasema, nitamtuma msaidizi, Roho wa kweli. Bwana wetu Yesu Kristo anajua dunia ina maumivu mengi. Anajua kuna watu wenye huzuni. Anajua kuna mioyo iliyovunjika. Ndio maana anaahidi kututumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ili tusibaki peke yetu, tusibaki wapweke. Lakini leo tunaposikia habari za huyo msaidizi, ni vizuri pia kujiuliza, je, mimi mwenyewe ninakuwa msaada kwa wengine? Ndugu zangu, dunia ya leo imejaa watu wanaohitaji kufarijiwa. Wengine wanacheka nje, lakini ndani wanaumia. Wengine wanatembea na majeraha ya maneno walioambiwa. Wengine wamekata tamaa kabisa ya maisha. Na wakati mwingine Mungu hatumii malaika kutoka mbinguni kuwafariji. Anamtumia mtu, ananitumia mimi na anakutumia wewe. Ndio maana leo unaweza kuwa msaidizi kwa njia nyingine sana. Unaweza kuwa msaada kwa neno la faraja, kwa ujumbe wa kutia moyo, kwa kusikiliza mtu bila kumhukumu, kwa kutembelea wagonjwa, kusaidia wenye shida, au hata tabasamu ambalo utalitoa linaweza kumrudishia mtu tumaini. Wakati mwingine hatujui uzito wa maumivu ambayo watu wengine wamebeba. Kuna watu wanaopigana vita vikubwa moyoni mwao kimya kimya. Na unaweza kukuta mtu alikuwa karibu kukata tamaa kabisa, lakini maneno yako yakamrudishia nguvu ya kuendelea kuishi, nguvu ya kuendelea kupambana. Ndugu zangu wapendwa, tatizo kubwa la dunia yetu ya leo si ukosefu wa pesa. Tatizo kubwa ni ukosefu wa upendo na watu wa kufariji wengine. Watu wengi leo wana haraka ya kuhukumu kuliko kuelewa, haraka ya kuumiza kuliko kuponya, haraka ya kukatisha tamaa kuliko kutia moyo. Lakini Mkristo wa kweli anaitwa kuwa tofauti. Anaitwa kuwa uwepo wa Mungu katikati ya watu wanaoumia. Unaitwa kuwa mfariji. Na jambo zuri ni hili, si lazima uwe tajiri ili uwe msaidizi, uwe mfariji. Si lazima uwe maarufu. Wakati mwingine moyo mwema pekee unatosha kubadilisha maisha ya watu. Huenda leo kuna mtu anahitaji tu kusikia, usikate tamaa, Mungu bado anakupenda, uko na umuhimu bado. Na labda Mungu anataka ayasikie maneno haya kupitia kinywa chako. Ndugu zangu, Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wetu. Na tunapomruhusu afanye kazi ndani yetu, sisi pia tunageuka kuwa wasaidizi wa wengine. Leo basi tujiulize kwa uaminifu. Je, uwepo wangu unawaletea watu amani au maumivu? Je, maneno yangu yanaponya au yanaumiza? Je, watu wakikutana nami wanamkaribia Mungu au ndo wanakata tamaa kabisa? Tuombe leo Mungu atupe moyo wa kusaidia, moyo wa kuwafariji na moyo wa kuona maumivu ya wengine. Na huenda mwisho wa maisha yetu, jambo kubwa ambalo watu watatukumbuka nalo si mali tuliokuwa nayo, bali ni namna tulivyowasaidia kuendelea kuishi wakati walipokuwa karibu kukata tamaa.